Karibu mwanachama chetu cha ulinzi wa mali na mambo ya kifedha, na leo tunataka tuzungumzie bima ya magari ya taasisi na ulinzi ambayo unaweza peana ikiwa wewe ni mmiliki ama wewe ni mmoja ambaye anafanya katika mataasisi kama yale. Tuseme unafanya kazi katika shule, wewe unamiliki shule, una hospitali, una kanisa ambalo linamiliki gari, na pengine ni shirika ambalo si la kijamii, NGO ama ni shirika la serikali. Sasa iweke papa hapa ili ufahamu ni ulinzi kama gani unaweza peana kwa magari kama yale ili uweze kulindwa kifedha kikamilifu. Tulivyosema hapo mbeleni, magari ya taasisi ni magari ya mashirika. Tuseme magari ambayo yanatumika kubeba abiria, kubeba wafanyikazi, kubeba wanafunzi ama kubeba mizigo kwa minajili ya shughuli ya lile taasisi. Na kama unamiliki shule, uko na hospitali, uko na kanisa ama shirika lolote ambalo umenunua gari na umelisajili kwa jina lenu, inafaa mjue ni bima gani mnaweza peana pale ili ilinde sehemu ya madhara ambayo pengine mnaweza pata kutokana na wale wahusika watatu, ama gari lenyu kama linaweza sababisha hasara, kuumiza mali ya mtu, ama gari lenyewe ibondeke katika kutokana na ajali ya barabarani, ama ibiwe ama ichomeke. Utakuwa umepata faida kununua bima, na ndiposa tuko hapa kupeana mafunzo ya ulinzi wa mali ili ukiwa na uwezo na uwe na pesa upate jukumu la kuhakikisha mali yako umepeana ulinzi sahihi. Kuna bima mbili ambayo unaweza shughulikia kama mmiliki wa taasisi yote, na bima ya kwanza inaitwa bima ya wale wahusika watatu ama bima ya tatu, na itakulinda hivi ikiwa pengine utanunua bima ya wahusika watatu na ambayo huwa inasisitizwa na sheria ya nchi nyingi, hasa nchi ya Kenya. Huwa kuna sheria iliyopitizwa na wanabunge wa Kenya ambao inataka kwamba kila gari yote ambayo inatumika katika barabara ya Kenya lazima iwe na kiwango cha chini cha bima ambayo ni third party, na huwa inashughulikia wale wahusika watatu. Sasa ukinunua bima ile, ikiwa gari lako la shirika lako litakuwa limesababisha ajali ikaumiza mtu afe, ikiwa pengine mtu umegonga gari lingine lilikuwa na watu wakaumia pale, ama umeumiza mtu barabarani, ama tuseme tu abiria wale ambao ulikuwa umewabeba, ikiwa pengine ni wanafunzi ama wafanyikazi wa kampuni yako ama shirika lako, ikiwa wataumia wanafaa wafidiwe, na kiwango cha fidia ilipitishwa pale ni kiwango cha milioni 3 ikiwa ni mtu mmoja ambaye atadai majeruhi ama kama atakufa. Na kama gari lile litaumiza mali ya mtu, kwa kiwango cha kila madai inafaa madai ya kufidia mali ya watu iwe ni milioni 20. Sasa ukihakikisha ukiona hii bima ya third party only ya wahusika watatu, utakuwa katika nafasi nzuri ya kupata ulinzi ikiwa gari lako litasababisha hasara, iumize mtu, kampuni ya bima itakulipia ile madai na utakuwa katika nafasi nzuri ya kutumia mali yako kufidia watu. Sasa hebu tuzungumzie chaguo bora la aina ya bima ambayo unafaa upeane gari lako, na huwa inakuja na gharama zaidi, inaitwa comprehensive insurance. Na comprehensive itakulinda hivi, italinda gari lako kutokana na ajali, ikiwa gari litaharibika, libondeke kabisa, ama iwe ni gari inaweza rekebishwa, ikiwa litaibiwa, ichomeke. Na pia unaweza kuwa na nafasi ya kuongezea vifiniko fulani hapo vya kulinda gari lako zaidi, ikiwa pengine unaweza taka kutamani kulinda kioo cha vioo vya gari lako, ama radio cassette, ama access protector. Tushazungumzia vifiniko kama hayo katika channel yetu hapa, unaweza tafuta hiyo video kupata ufafanuzi zaidi. Pengine unataka kuongezea ile ya political and terrorism, ile ya kushughulikia ghasia za siasa na wagaidi, kama wanaweza kupatia hasara kwa gari lako. Na pia wale wahusika watatu, ile third party insurance pia iko hapo ndani. Ukinunua hiyo comprehensive utakuwa katika nafasi nzuri ya kupeana ulinzi kamili katika gari lako. Hebu tuangalie itakuwa ni vipi pengine unaweza kuwa katika ile nafasi ya kutamani tu kununua comprehensive ama third party ikiwa unamiliki gari la kitaasisi. Tuseme kwa mfano kama taasisi lenu halina pesa, hamna pesa, itabidi tu mnunue ile
bima ama ulinzi wa third party only, na kama mko na pesa mtanunua comprehensive. Gari lenyu likiwa mpya pia mtakuwa katika nafasi nzuri ya kununua comprehensive. Kama gari itakuwa ni nzee ya miaka 15 kuendelea juu, mtakuwa katika ile nafasi ya kununua ile bima. Na pengine kama gari lenyu litakuwa na thamani zaidi, itakuwa ni bora mpeane comprehensive pale ili mpate kupata ulinzi wa kutosha. Na pia kazi ambayo gari la shirika lenu litakuwa linafanya, kama ni kama la kubeba mizigo, mtakuwa katika nafasi nzuri ya kuhakikisha ada ambayo mtalipa italingana na kazi ambayo gari lenyu litakuwa linafanya. Na kama itakuwa inabeba wale abiria isipokuwa abiria wa lile taasisi, tuseme kama ni shule, na pengine kuna wakati huwa mnabeba watu ambao sio kutoka pale shuleni, si wanafunzi, si walimu, mtakuwa katika nafasi nzuri ya kuhakikisha mmepeana bima ambayo ni sahihi na mkalipia ada ambayo inastahili. Kigezo kingine ni kiwango cha hasara pengine ambayo inaweza tokea. Pengine mko katika sehemu ambayo pengine kuna uwezekano ambao pengine kunaweza kuwa na magaidi, mtahakikisha mmeongezea kile kifuniko cha PVT. Ama mkiwa sehemu ambayo pengine kuna maporomoko ya ardhi, ama pengine mvua ikinyesha kuna kuanga na gharika, mnaweza hakikisha mko na bima ya comprehensive. Ndipo kitendo kama kile cha hasara kikitokea, shirika lenyu lisipoteze na mkapata hasara zaidi. Ndipo channel hii tunahakikisha tunaleta elimu kuhusu ulinzi wa mali na mambo ya kifedha, ili watu wawe na jukumu la kuhakikisha kama ni hasara ambayo wanaweza zuia kwa kununua bima itakuwa ni sawa, na kama ni ile hasara ambayo pengine hawezi zuia, hivyo waone ni vipi wanaweza fanya ili kitendo fulani kikitokea isiwe tu wamejiweka katika ile nafasi ambayo wanaweza poteza zaidi. Kwa kawaida kazi ya bima huwa ni ya kuhakikisha wateja wao wana amani ya kiakili na wana utulivu wa moyo. Ukinunua bima huwa inamaanisha umechukua ile hali ya hasara ama ile hatari ambayo inaweza tokea ukapatia bima yako, na ikiwa pengine inaweza tokea, bima itakuwa katika nafasi ambayo itakuwa inakutoa katika ile hasara ambayo umepata kwa kufidia. Sasa tuseme kama ni ulinzi ambao unapeana kwa gari ama ni bima unanunua kwa gari lako, sio kwamba unanunua bima ili pengine uzuie kushikwa na polisi ama kutii sheria ya nchi, lakini ni kwamba itakuweka katika ile nafasi ambapo kama kutakuwa na madai ya wale wahusika watatu ama hasara yote ikitokea, bima itakufidia na itakurudisha katika hali yako ya kifedha yenye ulikuwa nayo kabla ya kisa kile kutendeka. Hata hivyo tumefika kikomo cha darasa letu la leo, na pengine utaniambia taasisi yako ina bima gani katika sehemu ya comment section hapo chini. Nitawacha anwani yangu katika description box hapo chini. Na asante na kushukuru kwa kujiunga nami katika darasa la leo, na uhakikishe ukiwa na miliki taasisi ama unafanya kazi kwa taasisi yoyote na mmemiliki gari, uhakikishe umepeana bima sahihi kwa gari lenu, na pia uhakikishe ada ambayo utakuwa unalipia kwa bima ambayo utakuwa umenunua ni ada ambayo inastahili. Hata hivyo tukutane kwa darasa lingine, na kushukuru.